Habari Madam Janet. Salama sana. Naomba nipende kukuuliza swali moja tu ambalo linahusiana na mradi wako ule wa Bagamoyo. Ndio. Ushakutana na changamoto kipindi wafanya manunuzi? Ya. Bagamoyo ni sehemu ambayo inavutia. Sasa Makurunge ni mojawapo ya eneo ambalo ndani ya wilaya ya Bagamoyo nadhani limepimwa sana. Ukilinganisha na Fukayosi, Kidomole, Kiwango ambayo yanaenda kwa mbali sana. Lakini vile vile Makurunge ina faida ya kwamba iko karibu tena zaidi na mji wa Bagamoyo kuliko ya maeneo mengine. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yanavutia, ni maeneo ambayo hata sisi tunayafanyia kazi na mpaka saa hizi tunaendelea na miradi kule. Sasa mojawapo ya kitu ambacho tulikutana nacho na hiki tulisaidiwa tu kwa sababu sisi tunafanya sana utafiti kabla hatujaamua kununua. Kwamba tulikutana na muuzaji anauza ekari 25, tukazipenda sana. Ziko karibu na barabara, ziko nzuri, yani tulizipenda kwa kweli. Lakini baada ya kufanya utafiti wa kutosha, tukagundua kwamba huyo muuzaji namna alipopata eneo hili ni namna ile ya kutoa. Unajua kisheria huwa kuna kupata ardhi kwa kutoa. Unaingia, unafyeka, unafanya nini, unapata ardhi yako. Lakini vile vile kuna namna nyingine ambayo ni ya kupewa na serikali ya kijiji. Kwamba serikali ya kijiji inagawa maeneo yake kwa wanakijiji. Kwa hiyo huyu alipata baada ya kuwa amefyeka kama ekari 2, serikali ya kijiji ikamuongezea pale akapata ekari nyingi zaidi, zikafika kama ekari 25. Sasa baada ya pale akalitelekeza lile eneo miaka mingi. Baada ya kumtelekeza, serikali ya kijiji wakaamua kumpa mtu mwingine ndani mwanakijiji mwingine. Huyo alivyopewa kukaa nalo akaliuza kwa mwanakijiji mwingine, na huyo alivyolipata akaliuza kwa mtu mwingine wa tatu ambaye ni mtu aliyetokea Dar es Salaam, mama mmoja. Kwa hiyo huyu ambaye alipewa na serikali ya kijiji kwa mara ya kwanza akaendelea kuwa anali kichwani mwake au sielewi nini, lakini anaendelea kulichukulia kama lile ni eneo lake. Kwa hiyo baada ya kuwa ametutia eneo na nini, tulivyofanya upelelezi, mwenyekiti wa kwanza wa kijiji tuliyempeleka tukamuuliza hili eneo la nani, akatuhakikishia kwamba ni la huyu ambaye ni mtu wa kwanza kabisa. Kwa hiyo tulipokwenda sasa kwenye upelelezi wetu wa kina, tukagundua kwamba eneo hili huyu mtu alipewa na akanyang'anywa, lakini mwenyekiti huyu hakuwa na taarifa. Kwa hiyo tukamtafuta mwenyekiti ambaye alishapita kama miaka 10 iliyopita, tukamuulizia, akasema rudini serikali ya kijiji wafungue makabrasha. Huyu mtu eneo alipewa, lakini lilinyang'anywa akapewa mtu mwingine. Huyu mtu mwingine ninavyokumbuka mimi aliuza. Kwa tulivyorudi serikali ya kijiji ndio sasa upekenyuzi huu ukaanza na kuweza kujua kwamba eneo hili limeshauzwa mpaka kwa mtu mwingine kabisa. Sasa kwa nini sisi sisi kama YC hatukuweza kuona hiki kitu kwenye tulipokuja kuchukua coordinates na nini? Kwamba huyu mtu wa mwisho aliyeuziwa ambaye sasa ndio mmiliki hakufanya upimaji. Yeye alipouziwa alianza zile process lakini akaishia pale. Kwa sisi tulivyochukua coordinates zilikuwa ziko sawa, halionekani kwamba ni eneo ambalo limepimwa na mtu yeyote yule. Kwa hiyo kilichotuokoa ni upelelezi wetu wa kina, ni utafiti wetu wa kina kugundua kwamba aliyepewa eneo la kijiji kwa mara ya kwanza alishanyang'anywa siku nyingi sana. Na hiki ni kitu ambacho tunataka kusisitiza kwa wale ambao wanaenda vijijini na kununua maeneo wenyewe. Lazima uwe makini kwa sababu vitu vingi sana huwa vinatokea ndani ya kijiji ambapo huwezi kuvijua kwa wewe kwenda ndani ya siku 2 kuingia mikataba na nini ni ngumu. Na aina za kupata maeneo kwenye nchi yetu wote tunazijua. Kuna kutoa, kuna kupewa. Kwa hiyo mtu anakuwa hana nyaraka yoyote ile, anaweza kukupa zaidi ya maneno yake kwamba mimi ni mmiliki wa eneo hili.